Mungu usiyemjua nuruni, huwezi kumtambua uwapo gizani. Mungu usiyemjua nuruni, huwezi kumtambua uwapo gizani. Bwana Yesu asifiwe. Jiweke kwa Mungu tangu nyakati za amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu wako kwa Mungu wakati tu mambo yako shwari, utaamua ujasiri wako wa kumwendea wakati unapitia tabu, na ndicho ambacho kitaamua wepesi wa wewe kukutana na majibu yako. Kitu gani ambacho najaribu kuelekeza mtumishi wa Mungu? Tafute Mungu wakati wa amani. Maandiko matakatifu yanasema tafuteni Mungu maadamu anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kitu ambacho kinakwamisha, moja ya kitu ambacho kinatuchelewesha wakati tunapopitia mambo magumu ni kwamba hatujajenga experience na Mungu wakati wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema mimi ni Mungu nile karibu wala siko mbali, na anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu usiyemjua nuruni, huwezi kumtambua uwapo gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha twende kwenye maandiko matakatifu. Kwa nini Petro alifanikiwa kuweza kutembea juu ya maji? Ni kwa sababu alikuwa na uhakika wa kile ambacho Yesu anaweza kukifanya. Sio tu kwamba amemuona, lakini alikuwa na experience na Yesu kwa mambo ambayo ameyafanya kabla ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hauna uhakika kwamba Mungu ili jambo anaweza kafanya, nimemuona Mungu sirini akinifanyia jambo hili, nimeona Mungu akinijibu maombi yangu, nimeona Mungu akinionya jambo fulani, na kweli nilivyoacha nikasaidika. Unavyojenga experience na Mungu, uwe na hakika inavyofika nyakati ngumu, unakuwa na ujasiri wa kumwendea Mungu kama Baba, na matokeo yako yanakuja kwa wepesi. Mungu usiyemjua nuruni, hauwezi kumtambua ukiwa gizani. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari ule wa 32 pengele B nasema, wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, nao watafanya mambo makuu. Uhodari wetu unategemea sana tunamfahamu Mungu kiasi gani, na ndicho kinachoamua mambo makuu, kinachoamua matokeo. Kwa tunavyozungumza kwa habari ya dhana ya imani itakayotupa matokeo katikati ya dhoruba, basi wakati wa shwari ndio kipindi cha kujiwekeza kumtafuta Mungu, ndio kipindi cha kufanya ibada, ndio kipindi cha kutoa sadaka, ndio kipindi cha kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu usiyemjua wakati, usiyemjua nuruni, usiyemtambua nuruni, hauwezi kumtambua wapo gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi ile sura ya 10 mstari wa 14 na 15 inazungumza kwa habari ya Injili, lakini ikasema wamwiteje yeye wasiye mwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachotuathiri mara nyingi tunapopita nyakati za dhoruba, sio kwamba Mungu hayupo, ni kwa sababu hatuna mbinu za kumwita Mungu ambazo tumeziona zikifanya kazi. Kwa imani yetu inakuwa ndogo kuvuta aina ya matokeo ambayo tunayataka. Kwa tunataka tuvute matokeo makubwa kwa wepesi wakati wa nyakati zetu za dhoruba, na uwe na hakika utapitia nyakati za dhoruba. Maandiko matakatifu yanasema wazi kupitia Kristo ya kwamba duniani kuna dhiki nyingi, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama Kristo alipita akaushinda ulimwengu, maana yake ametuonyesha iko njia ya kupita na kushinda. Kwa hiyo uwe na hakika ziko baadhi ya dhiki ambazo zitajaribu kupitapita kutikisa imani yako, na kitu ambacho kitatubeba yule Mungu ambaye tunamfahamu wakati wa nuru, wakati mambo yako shwari. Mungu usiyemjua nuruni, hauwezi kumtambua uwapo gizani.